Hello guys, welcome back to my channel guys. Ukitaka kukufa Warabuni ama ukitaka kupoteza maisha Warabuni, chezea vitu za Mwarabu. Kuna ukandama na wawekea hapa, mnamuona hapa. Amechukua kanzu, amechukua na hiyo kanzu na kofia. Alafu cha kusajabisha kabisa anajidai ni kama anaswali. Na hata hiyo kuswali ajui. Kama wewe ni Mkristo, simama sehemu ya Ukristo. Kama wewe ni Muislamu, simama sehemu ya Muslim. Juu unaweza chezea mwanadamu ukiwa hapa duniani, lakini ukakosa kuchezea Mungu. Saa ingine huwa najiuliza kandamas, huwa mnaweka akili yenu wapi? Baadhi ya wafanyikazi wenye wanafanyanga kazi Saudi Arabia ama dry spell ndio inafanyanga vitu zingine unafanya. Unajua saa ingine unaweza kuwa ni kama dry spell huwa inasumbua watu, akili zinakuwa ni kama akili iko na uji badala ukue unafikiria vizuri, ukue ni kama unafikiria uji tu bila kufikiria chochote. Hata kama wewe ni kemboi hauko kwa contract, but unachomea wale wako kwa contract. Tena isitoshe unaweka, kila mtu anajua wewe ni Mkenya. Unajua hata afadhali kuweka nyimbo zenye ama kukosa kuweka nyimbo juu mtu hata asijue unatokea upande gani. Kila mtu anajua tu wewe ni Mkenya. Saa ingine tunajitakianga kukufa. Si kila Mwarabu atakuchukua tu hivi ya kuua. Watu wamesingizia tu Waarabu. Watu wanaongeanga tu ubaya wa Mwarabu, lakini hakuna mtu uzungumza uzuri wa Mwarabu. Hata yule mwenye alitoka huko akaenda akajenga nyumba, akakuwa na manyumba mazuri, akakuwa na maisha mazuri. Hata yule mwenye hana pesa sahihi, anafanya hii Saudi Arabia, ana pesa lakini watoto wake wamesoma, wako na elimu, wanasomea shule nzuri. Hakuna mtu uongea kitu kizuri kwa Mwarabu. Nyi wote mnaongeanga tu vitu vibaya kwa Waarabu. Na kuna mtu sahihi, mtoto wako aliingia boarding, na kama ungekuwa Kenya mtoto wako angefika hiyo shule yenye anasoma sahihi. Lakini mnaongeanga tu Waarabu vibaya. Hakuna mtu usema mazuri kuhusu Mwarabu. Alafu wewe unachukua nguo za Mwarabu unafaa, alafu unajidai kama unaswali. Yaani ni kama kuna jisi hiyo, inaitwa kuna jisi, yaani kupaka uchafu dini. Ni kama kupaka uchafu dini. Nini kitu gani kinaingianga kwa akili ya mtu anachukua vitu? Umeingia nchi iko na sheria. Tulisema hii ni Warabuni iko na sheria. Kwa nini wewe uwezi kusafiri saa hii bila ruhusa ya bosi wako? Hata kama ulikemboi 50 years ago. Hata kama ulikemboi miaka 50 iliyopita. Ile siku nataka kuenda kwenu, ni lazima bosi wako ahusike. Huwa ni kwa nini? Kwa nini hii nchi isikue kama Kenya, kama vile unaweza toka hapo, ama isikue kama hata UK? UK unaweza kuenda ukafanya kazi na ukatoka, hata kama bosi alikutumana kutoka Kenya, ukaenda ukafanya kwa nyumba yake na ukaexchange nyumba ingine. Kwa nini hii Saudi Arabia hata ukitoroka ukienda nje, unaendanga unakaa kwa hiyo huko nje, lakini siku ya kwenda nyumbani lazima kafiri wako atapigiwa simu na lazima kafiri wako atatoa kama uliiba, kama ukuiba, kama atakubandikia kesi. Mshai kujua kwa nini? Kwa sababu hii nchi iko na sheria yake, lakini sisi makandama tumechukua sheria tumeiweka kwa mgongo. Tumechukua sheria yetu ya uchizi wa Kenya tumeweka mbele yetu. Tumesahau kama hii si free country. Ni nchi watu wanafuata sheria. Wewe unajua hakuna kitu mbaya inakuanga kama ile siku. Unaona kama huyu, pengine huyu ni kemboi, lakini bosi wake akakutana na nini kama hii video kama hii. Alafu anaisefu tu. Anasema kwa sababu uliharibu dini yangu na najua hata ukutoka kwangu na kitu, lakini nitakuwekea hii yani hii kitu inauma kila mtu. Hii video inauma kila. Na unajua hii video nimeonyeshwa na msichana wa hapa. Msichana wa hapa ndio amenionyesha hii video kwa simu. Kaniambia Sara, Sufi Kadama mafikwa hizi. Sufi mala habsi baba hivi subi. Hebu fikiria. Mtu anafaa nguo za mwanaume wa Saudi Arabia. Na tena ni kama anaharibu dini. Na tena huyu ni Mkosti. Unaona katika hizi kabila mbili uteseka hii Gulf, hii fuatilia kabisa Wakisi na Wakosti.
Ukiangalia watu wengi wale washakufa hii Gulf ni wa Kisii na wa Coast, kwa sababu wa kutosikia. Mimi hata nimekuwa na kesi nyingi za Wakisii, na nimekuwa pia na watu wa Mombasa. Mtu anakupatia story ya pale anafanya kazi vile huwa anafanya, unasema Mungu saidia huyu msichana. Sina ushauri wa kukupatia wewe, lakini Mungu akusaidie, kwa sababu zile vitu unafanya ni tofauti na kile kitu kilikuleta. Watu wangapi washafanya kesi ya Wakisii? Mimi nimefanya kesi ya Wakisii wengi. Unasikia mtu kile kitu anakuambia, na ukifuatilia hata ukipigia bosi simu, bosi anakugeuka, unakuwa wewe ndio mbaya. Bosi hajui kitu kama hiyo. Wanachukua vijana wa bosi, wanachukua wanaume wa mabosi wao, wasijali. Wako ukweli usemwi, ukweli uzungumze hapa kwa media. Unapata mtu amechukua bwana ya bosi wake. Hata bosi wake akisafiri anabaki analala na yeye, lakini hiyo hapa iongelelewi, huwa haizungumziwi. Na tunajua sisi na tunanyamazia. Na Mungu anakusaidia, unachomoka kwa hiyo nyumba, unaenda unafanya kazi nje. Kama unasikia mwili wako hauwezi kustahimili joto ya huku ndani bila mwanaume, toka nje kuwa kemboi. Ukikuwa kemboi utapata mtu mwenzangu na utakuwa vizuri. Tii sheria za Waarabu. Watu wengi huwa wanapata shida, wanapoteza maisha kwa hii Gulf. Wengi sana wanakuanga wamekeuka sheria za hao Waarabu. Lakini wengi hiyo huwa haizungumziwi. Wacha nichukue kwa mfano. Kwa mfano sasa hii watu wanalaumu maandamano, hawalaumu wale watu walienda kuiba. But wale walienda kuandamana vizuri wako sawa, lakini wale walienda kwa wizi. Hivyo ndio hivi Saudi hii iko. Watu unapata mtu, mimi nimefanya kesi mingi. Mimi ni vile huwa si rekodi, na ni vile mtu akiniambia Sara mimi nakutumia voice, lakini voice yangu sitaki kuisikia nje. Siwezi kurekodi, siwezi kupost hiyo voice mtu amenitumia. Kama ni mambo ya inbox tunamaliziana inbox. Kuna msichana nishailia hapa kwa hii YouTube. Ukienda kwa video ya last year huko chini utaona. Msichana alikuwa amefungiwa na bosi wake. Bosi alitoka hiyo nyumba akaenda Dubai, akamwacha msichana na bwana yake. Huyo msichana akawa anaishi na huyo bwana yake. Asijue kama pale ndani kuna CCTV. Wakati nilipigia huyo mama simu. Huyo mama alinitumia videos, mimi nikarelax, lakini mama akasema mimi sitaki kuonekana mbaya, lakini msichana ndamkatia ticket arudi kwao. Amini usiamini, huyo Mwarabu alikatia. Baada ya kumpata msichana alikuwa anaenda na bwana. Mwanamke alikuwa anamwacha anaenda Dubai hospitali, anaenda India hospitali. Akirudi akawa anaambiwa na masista wake. Kuna wakati kuna wakati walikuwa watu wanakuja, masista ya huyo mzee wanakuja. Akamwambia kwa nini uachie mfanyikazi bwana yako? Si kama unataka kwenda mlete mfanyikazi kwetu, akai kwetu, alafu ukirudi utamrudisha. Anamwambia mfanyikazi wangu hana shida. Ile siku huyo mama anaenda akatengeneza CCTV akaweka. Akirudi akapata vitu za ajabu. Msichana akafungiwa kwa nyumba siku 5. Atoki kwa nyumba siku 5. Msichana akanitafuta direct kwa simu yangu. Nikampigia direct, akaniambia Sara niko kwa hatari, mimi nitauliwa. Bosi wangu amenifungia mlango, ameniambia nisitoke vipi na vipi. Nikamwambia nipatie namba ya huyo bosi wako. Mwanamke alikuwa mzuri mashallah. Nilipenda huyo mwanamke. Huyo mwanamke nilimpenda sana, na ndio Mwarabu wa kuheshimika duniani. Nikampigia huyo Mwarabu akaniambia, akaniuliza uko na WhatsApp? Nikamwambia niko na WhatsApp kwa namba ya Saudi, niko na WhatsApp. Hii namba tunaongea nayo iko na WhatsApp. Kaniambia mimi nataka kukutumia video. Sijamwambia kitu na sijamuuliza. Uniambie kama vile alikuwa anafanya na bwana yangu ni haki. Nilitumiwa video mimi mwenyewe nikanywea, nikanyamaza na nikajiuliza sasa hata nilikuwa nauliza nini. Lakini nikamwambia madam, kama Mungu amekunguza, huyu pia ni msichana, anaweza kufanya kwa kutojua, kwa kutokuelewa. Na wasichana wengi hawastahimili muda mrefu bila mwanaume. Mtukatie tu tiketi arudi nyumbani. Na huyo madam alinisikiza.
Akakatiwa tiketi akarudi nyumbani. Baada ya miezi 6 ako Kenya akapata mtoto wa Kiarabu. Ako Kenya alipata mtoto wa Kiarabu, ako Kenya saa hii. Je, madamu wake alikuwa mbaya? Alimkatia tiketi tena hata haikumaliza hiyo siku, ilimaliza siku 3, akamkatia tiketi akaenda na akampeleka airport. Na madamu akamwambia ile umenifanyia kunisaliti na bwanangu, Mungu akubariki popote uendapo. Na akaenda. Imagine huyo madamu wako mfanye chochote. Mungu ni shahidi yangu. Kuna Waarabu wazuri, kuna wale wanyama tu, lakini inalingana vile utaishi na yeye. Mwarabu mnyama utamjua ile siku yenye utaingia, utajua huyu hafai. Si Mwarabu umekaa kwa bosi wako miaka 2, mwaka 1.5, unasema bosi wako amebadilika. Na hata hapo hamjaongelelea mambo ya kuenda nyumbani, atumemaliza contract unaenda. Unakaa kwa Mwarabu miezi 8, unasema mwezi wa 9 Mwarabu wako amebadilika. Mbona hakubadilika mwanzo? Na hakuna kitu umemfanyia. Kama si mapepo kutumwa kwako, wewe ndio uko na mapepo. Na kama si mapepo umemkosea, ama yeye ako na mashetani pia yeye. Juu si rahisi mtu akugeuke hivi hivi. Mimi yale mambo nimepitia kwa hii nyumba na kuja kuwapatia kutoka part 1 mpaka sijui itafika part 500. Mtaona nitakuwa nitawapeleka step by step. Kile nimepitia kwa hii nyumba hii yenye niko. Na bado niko kwa sababu nilisema la na ikaisha la. So heshimu nyumba ya bosi wako ile yenye unafanya kazi. Heshimu vitu zenye ukiona hiki kitu akifaliwe na mwanamke, wachana nacho. Hata kama wewe unafanya kazi nje, si wote ni kandama. Hakuna kandama nje na wandani. Si wote tunafanya kazi ya nyumbani Saudi Arabia. Ukiwa uko nje, ukiwa uko ndani, tunasemekana sisi wote ni makandama. Na tunasemekana sisi wote ni wa Kenya. Tuheshimu sheria ya hawa watu na Mungu atatubariki. Kwa nini Mungu asikubariki ukinini? Utakuwa unaona baraka. Unajua saa nyingine ukifanya kazi pia fanya kwa moyo wako wote. Mimi nikiwaambia zile nyumba huwa nafanya. Kama jana nimeenda kufanya kazi, nimerudi hapa kitu saa 5 ya usiku. Na nimeenda kufanya kazi nyumba ingine ya nje. Lakini kwa nini? Nitafanya kwa vile nilianza kufanya na zidi kufanya. Mwarabu kuna kitu atakangi kusema la. Ulisema ndio na urudi tena useme la. Utaiona amani. Kama ulianza kufanya nyumba ingine, ile siku uliingia, utafanya hiyo nyumba mpaka ile siku ulitoka. Ile siku ukisema la, hapo Mwarabu amekuchukia. Shida zako zinaanzia hapo na ndio utaanza kutesekea hapo. So guys, be careful kwa nyumba ya Mwarabu. Tii sheria zao na utaona baraka. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Sina mengi, mbarikiwe sana. God bless you guys. Thank you so much. Be blessed.